Pole sana Lazizi wa moyo wangu. Najua nimekuchelewesha. Usijali, kawaida tu. Sawa. Ila samani kama pengine nitakuwa nimeingia kidogo nje na utaratibu tofauti na unavyofikiria Diva. Ila mimi lengo ni kujenga na sio kubomoa. Kitu ambacho nahitaji ukifahamu kwako ni kimoja tu. Nje na ndoa yako na mahusiano ya watu wangapi? Mtu mmoja ambaye ni wewe. Mzungumza ukweli. Kweli kabisa. Ni kitu gani kilichomkuta mume wako leo? Maana amekuja nyumbani akiwa na hasira. Amezungumza maneno mengi sana kiasi kwamba maneno hayo mimi mwenyewe amenichoma moyoni. Diva, ni ngumu sana kwa mwanamke anayejiheshimu, anayejipambania nafsi yake katika nafsi ya upendo, kuweka wazi ukweli, hata kama kuna mahusiano mengine unaoweza kuniambia ukweli. Ila mimi Diva najua unanichiti. Nakuchiti? Mimi sio kukuchiti wewe. Nahitaji kufahamu yule kijana mwembamba yule Bitozi ni nani yako? Yule. Harama. Sipokee simu. Sikuwa umenipigia kwenye ile simu kubwa. Ipo chaji, nimeacha nyumbani. Nipo kwa shangazi huko ndo naaga sasa. Nakuja sasa hivi. Nasikitika kusema kwamba hatuwezi kuendelea tena sasa hivi kukaa hapa. Mwanangu kanipigia simu kasema sasa hivi niende nyumbani. Tutakutana siku nyingine. Sawa. Wewe nenda. Ila acha na mimi nifanye uchunguzi. Endapo nitabaini kitu chochote kuhusu wewe na yule kijana Diva, tutakosana. Usijali, hamna chochote. Bwana, jana kuna jambo mimi nimekutana nalo sehemu kutokana na biashara zangu za pikipiki. Nimepita somewhere nikamkuta mke wako yuko na mtu wako wa karibu kweli kweli. Tena hapo inabidi uwe makini kweli kweli nikubalie mimi. Yaani ilifanya ile jambo kazi kweli kweli. Beni wewe Beni. Narudia kukwambia hivi. Kikulacho kiko kwenye nguo yako utakuja kupata majibu. Mimi si nakwambia utakuja kupata majibu na kuna siku utakumbuka hivi ninavyokuambia mimi. Kuna yule mtu wako wa karibu usomfahamu anakuja kumaliza. Hebu nisikilize kwanza. Umesema mke wangu ananisaliti na mtu wangu wa karibu. Lifanyie kazi hilo jambo utapata majibu. Nikubalie mimi lifanyie kazi utapata majibu. Lakini jitahidi uhakiki. Hilo aliingia clean. Mimi mtu wangu wa karibu nilie naye na muamini sana unajua. Ni pacha yangu unajua. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Hiyo pacha yako ambao unamzungumzia wewe mimi sio chizi. Alafu vile vile nikwambie tu jambo. Kikulacho kinakung'ata. Mimi sijakuja kutengeneza uadui nyinyi kati yenu. Lengo ni wewe mwenyewe na yeye mwenyewe mnakaaje na mke wako kwa kifupi. Sio mwaminifu. Hebu subiri kwanza Ben. Hebu subiri. Unaona kama unanichanganya watu yani. Hebu subiri. Sasa sikia nikwambie. Na Yesu utakuwa umepiga tu vitu vyako. Au utakuwa umepiga na hakuna kingine. Maana unanichanganya tu unanizizima kichwa changu. Nakwambia hivi. Kuna siku na mimi nitakwambia vitu vyangu viko wapi utanunua upya, lakini nikubalie kazi. Hilo lifanyie kazi. Hebu sikia. Mke wako anakufariji. Haya. Baadaye. Bwana mimi sio taira. Mbona sijamwambia mtu mwingine nikaenda huko nikaenda kule wapi na wapi na kuja kukwambia wewe kumbe mke wako mimi simjui. Kwa mimi taira. Mwehu, chivi, mwenda wavimu. Basi sawa. Bwana lifanyie kazi jambo hilo.
Mbona umechelewa hivi? Haujui kwamba mimi ni mke wa mtu? Lakini sasa tatizo nini? Unajua mambo ni mengi kuliko muda, au sio? Kwa hiyo usiwaze vitu vingine vidogo tu. Fresh yani. Yaani mpaka muda huu ni upendo tu mimi kunikuta. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Shika huu mzigo. Hakikisha unafanya kama kawaida. Au sio? Sasa kwa hiyo unaondokaje sasa? Nawahi kwa mume wangu. Unawahi kwa mume wako au sio? Kwa hiyo unawahi kwa mume wako alafu mimi unaniita hapa afu nini fresh sikuelewi. Oa. Shit. Mke wangu, mimi nimeitikia wito. Unaniambia kwamba unani surprise, lakini sasa kinachonishangaza zaidi, kwa nini surprise yako imekuwa ya kichakani hivi? Mume wangu, nimekuleta kwa sababu hii ndio sehemu tulioanzisha mahusiano yetu. Alafu nasikia kwamba unanichiti. Nakuchiti? Ndio, unanichiti. Tena kinachoniuma zaidi, unatembea na mke wa rafiki yako. Hey, nakuchiti? Mimi? Ndio. Nakuchiti wewe mimi? Ndio. Halafu na mke wa rafiki yangu? Ndio. Mke wangu hapana. Huko ni kunikosea heshima sasa. Kwa sababu mimi sikutegemea kama ungeniambia maneno kama haya. Mimi nilitegemea kwamba surprise ambayo umeniandaa kwa muda mrefu kwamba una surprise na mimi nikajiandaa ni bonge la surprise. Halafu unakuja kuzungumza maneno kama haya kweli? Mume wangu, nakwambia ukweli una paniki. Naomba isiwe kweli. Maana nikitafuta ushahidi nikakuta ni kweli, tunakusana. Basi nisikilize mke wangu. Mimi nakupenda. Tena nakuthamini zaidi. Na siku zote maneno ya watu hayajengi mke wangu, bali yanabomoa. Usithubutu kuingia katika mfumo wa kumsikiliza mtu yoyote yule. Kumbuka mimi na wewe ni wanandoa. Na ukumbuke mimi na wewe tuna ahadi zipi katika maisha yetu. Naomba nikuahidi kitu. Sitoweza kuchiti na siwezi kuchiti. Kwa sababu mimi nakupenda wewe. Haya mume wangu, na mimi nakupenda pia. Mambo vipi Tanzania? Tukiwa ndani ya manispaa ya Kahama, Maili Numbi. Bwana, kwa huduma bora kabisa, huduma za kijamii, waone Van B Mashallah, wanapatikana Numbi mkabala kabisa na mgodi. Bwana, kuanzia upande wa kushine, hapa nazungumzia wanangu wa kupendeza. Kuna saluni nzuri ya kiume, wanakunyoa safi na unapendeza, unatokelezea kwenye mtoko wa kisasa zaidi. Lakini pia hapa nazungumzia upande wa mtoko wenyewe unajua ni upi? Bwana, unapotoka na mwenza wako, unatoka na rafiki yako, unatoka na mgeni wako yote yule, nenda Van B Mashallah kwa vinywaji safi na bora zaidi. Ukutana wahudumu waliobobea zaidi ndani ya Van B Mashallah. Lakini pia upande wa wanawake, hatujawasahau madada zetu, mama zetu, mabibi zetu. Bwana, huduma ya kusuka inapatikana pia kwenye saluni ya kike. Una ngoja nini? Karibu ndani ya Van B Mashallah. Na wale wanangu wa burudani, hatujawasahau na wala hatujawaacha mbali zaidi. Tunawakaribisheni sana. Tuna mazingira yenye hadhi safi na bora zaidi kwa ajili ya kuangalia mpira. Hapa nikizungumzia ukumbi wa mpira. Na pale mlangoni hawana kiingilio sana. Yaani ni shilingi 500 tu ya Kitanzania. Unakwenda kushuhudia mechi zote za Tanzania, ligi ya Tanzania, lakini pia unashuhudia ligi zote ulimwenguni kote, kuanzia Ulaya mpaka ligi zote unazozifahamu wewe. Na wenye upande wa chakula, hatujawasahau wanangu. Hata ukija na njaa utapata msosi ulio bora zaidi kwa wahudumu waliobobea na wenye ubora wa mapishi yaliyo bora zaidi. Hapa nawazungumzia Van B Mashallah. Lakini kama hutoweza kumfahamu zaidi jina lake, anajulikana kwa jina maarufu sana kama Yohana. Una ngoja nini? Van B Mashallah aka Yohana wanapatikana Numbi. Na yote